Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah. Ya ayuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuha nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana alaykum raqiba. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. A'adhani Allahu wa iyyakum min al-bid'i wa dalalati, Allahumma amin. Ikhwatal mustami'in al-kiram, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi idhaina Mahasin TV. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia swala na salamu Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, nikuhusieni na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Nikukaribisheni katika TV yetu pendwa Mahasin TV, lakini pia vile vile tuweze kujumuika nasi katika maudhu ambayo inazungumzia hadithu al-a'malu binniyat. Leo tutajaribu kuwa na hadithi ambayo iko hadithi ya mwanzo kabisa katika kitabu cha Riyadhus Salihin, lakini pia katika 40 Nawawiya, lakini hata katika vitabu vinginevyo pia vile vile inapatikana hadithi hii kama Sahih Bukhari na kwingineko. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama alizungumzia hadithi ya a'malu binniyat, kwamba matendo yote yanalipwa kutegemeana na nia. Na hadithi hii ni hadithi ya Amirul Mu'minin Abu Hafs Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Anasema Umar ibn al-Khattabi, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam yaqul, nilimsikia Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akisema, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa, hakika matendo yote yanalipwa kutegemeana na nia, na hakika ya kila mmoja atalipwa kwa vile alivyonuia mwenyewe. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atu yankihuha au imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Asema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, alisema matendo yote ya wanadamu yanalipwa kwa kutegemea nia zao. Wa innama likulli mri'in ma nawa, na kila mmoja atapata kile alichonuia yeye mwenyewe. Kisha akasema, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli, yoyote yule ambaye atahama kwa ajili ya Allah na mtume wake, fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli, kuhama kwake ni kwa ajili ya Allah na mtume wake. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, na kama mtu atahama kwa ajili ya dunia, ataipata hii dunia, yani akaendea mambo kwa ajili ya dunia, ataipata hii dunia. Au imraati yankihuha, au kama atahama kwa ajili ya mwanamke pia vile vile atamuoa. Fahijratuhu ila ma hajara ilayhi, kuhama kwake ni kwa kile alichokihamia. Hadithi hii rawahu imamani almuhaddithina, hadithi hii rawahu imama almuhaddithina, wamepokea maimamu wa hadithi. Abu Abdillahi ambaye ni Muhammad ibn Ismaili ibn Ibrahimu ibn al-Mughira ibn Bardizba, nayo ni Bukhari rahimahullahu ta'ala. Lakini pia vile vile akaipokea Abu al-Husayn Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Nisaburi fi sahihayhima alladhaini huma asahhu al-kutubi ba'da al-Qur'an al-Karim. Wote wamepokea katika sahihi zao hizi mbili, inapatikana hadithi hii vitabu ambavyo ni vitabu sahihi baada ya Qur'an, na hii ni kwa itifaki al-umma. Hadithi hii ni hadithi aliyoipokea Abu Hafs ambaye tumemsema ni Umar ibn al-Khattabi radiyallahu ta'ala anhu. Man huwa Umar ibn al-Khattabi radiyallahu ta'ala anhu? Umar ibn al-Khattabi radhi za Allah ziwe juu yake ni nani?
huwa Umar ibn al-Khattab ibn Nufail, ni Umar ibn al-Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza al-Qurashi al-Adawi radiyallahu ta'ala anhu, thani al-khulafa ar-rashidin, ni wa pili katika makhalifa waongofu, lakini wa awwalu man luqiba bi amiril mu'minin, yeye ndiyo wa mwanzo aliyepewa laqab kwa amiril mu'minin ala al-umum, moja kwa moja. Wakati huo alikuwa bado hakuna mtu yoyote aliyewahi kupewa ile laqabu ya kuitwa amirul mu'minin, na yeye ndo bwana mtume sallallahu alaihi wasallama alimpa kunia ya Abu Hafs. Na mtume sallallahu alaihi wasallam alipoona ukali wake Umar ibn Khattab alivyokuwa akiyachukulia mambo kwa ugumu na kwa shida, akamuita Abu Hafs. Na Hafsu asili yake yeye amezaa binti anaitwa Hafs, lakini lakabu hii ameipewa na mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa ina maana ya al-Asad, kwamba Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yeye ni simba na al-Hafsu huwa al-Asad. Hafsu asili yake ni simba kama zilivyokuja katika tarajumi za wanawachuoni. Lakini wulida baada amul fil bi 13 sinina, amezaliwa baada ya mwaka wa tembo bi 13 sana, kwa muda wa miaka 13. Aslama fi sanati sadisa min albi'tha, amesilimu katika mwaka wa 6 wakati mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa amepewa utume. Wa awwalu man jahara bil islami wa ayyada Allahu bihi da'wata an-nabii sallallahu alayhi wasallam, na yeye ndiyo mtu wa mwanzo aliyedhihirisha Uislamu baada ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifanya da'wa sirri, akilingania kwa siri, kwa kujificha na kadhalika, akiwalingania watu kwenye miji yao kwa ndani. Umar ibn Khattab alipoingia katika Uislamu akaudhihirisha Uislamu kwa jaharin, akaanza kulingania kwa uwazi kabisa, wala sio kujificha tena. Lakini pia wa ayyada Allahu bihi da'watan nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala aliitilia nguvu da'wa ya mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia mikono ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, na kupitia dua ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akimuomba Allah, akimwambia Allahumma a'azza al-islam bi ahabbi rajulaini ilaika Umar ibn al-Khattab wa Amr ibn Hisham, ewe Allah upatie nguvu Uislamu kwa moja kati ya vipenzi viwili, ama Umar ibn Khattab au Amr ibn Hisham, ambaye alikuwa akikusudiwa ni Abu Jahali, ambaye hakuingia tena moja kwa moja katika Uislamu. Lakini kwa dua hii Allah subhanahu wa ta'ala akampa kabul na taufiki, Umar ibn al-Khattab akawa ameingia katika Uislamu, na Uislamu ukapata nguvu kubwa kabisa. Basharahu nabii sallallahu alaihi wasallam bil janna, bwana mtume alimpa bishara ya pepo. Lakini amepokea hadithi nyingi pia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo ma yablughu 539, amepokea hadithi 539 kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa asha 63 sana, na ameishi miaka 63 Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wa mata shahidan, amekufa akiwa ni shahid. Alichomwa kisu au lile jamvia na Abu Lu'lu al-Majusi akiwa akiswalisha watu, na akawa Umar ibn Khattab ni sababu ya kifo chake. Wa kana istishhaduhu lailatal arbi'a li 3 layali baqiya min dhilhijja, na ilikuwa kuuawa kwake ilikuwa ni siku ya lailatal arbi'a, naye ni siku ya 4 li 3 layali baqina min dhilhijja, kwa siku zilizobakia za mwezi wa Dhulhajj, siku za 4 zilizobakia katika mwezi wa Dhulhajj. Sana thalithu wal 20 min alhijra, mwaka wa 23 wa hijiria. Wadufina fi alhujurati inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, akazikwa chumbani katika chumba cha mtume sallallahu alaihi wasallam, pembezoni mwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Mtume amefuatia kutangulia, kisha Abu Bakar, kisha Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Na wastamarat khilafatahu 10 sinin, ametawala miaka 10 wa 6 ashhuri, na miezi 6
wa 5 layali, na masiku matano. Utawala wake wa Umar ibn Khattab ni katika utawala ambaye ni mrefu, ametawala miaka 10 na miezi 6 na siku 5. Ndugu zangu katika imani, hadithi hii ya Abu Hafs ni hadithi ambayo ina umuhimu wake. Ndio maana tumeamua tuizungumzia hadithi hii kulingana na umuhimu wake. Laha ahmiyatan adhima. Inna hadha alhadithi min alahadithi almuhimma allati, hadithi hii ni miongoni mwa hadithi muhimu ambazo alaiha midaru lislam, Uislamu unazunguka juu ya hadithi hii. Uislamu wote unapitia kwenye hadithi hii. Fahuwa aslun fi ad-dini, hii ndiyo asili katika dini. Wa alaihi taduru ghaliba ahkama, na hukumu nyingi za Uislamu zinazunguka juu ya hadithi hii. Qala al-Imamu Ahmad wa Shafi'i, Imamu Ahmad ibn Hanbali rahimahullahu ta'ala, imamu ahli sunna wal jamaa, pamoja na Imam Shafi Muhammad ibn Idrisa Shafi, wenyewe wakasema yadkhulu fil hadithi, inaingia katika hadithi hii, innama al-a'malu binniyat, matendo yote yanalipwa kutegemeana na nia. Hadithi hii inaingia thuluthul ilma, hadithi hii imebeba theluthi ya elimu. Hadithi hii inabeba thuluthul ilma, inabeba theluthi ya elimu. Wa sababu dhalika anna kasba al-abd, sababu hiyo sasa, yale yote anayoyachuma mwanadamu, sababu inayopelekea hivyo, yale yote anayoyachuma mwanadamu, yakunu biqalbihi wa lisanihi wa jawarihi, yote yanatoka kwenye moyo wake, yanatoka kwenye ulimi wake, yanatoka kwenye viungo vyake. Nia ambayo iko kwenye moyo sasa ndiyo moja kati ya vile viungo vitatu ambavyo vinafanya mwanadamu aweze kufanya matendo, ima yakaridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala au yakachukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha alhadithi kadhalika yadkhulu fi babi alibadati walmuamalati walankiha wa kullu abwab alfiqh, na hadithi hii moja peke yake inaingia katika milango ya kiibada, inaingia kwenye milango ya muamalati, inaingia kwenye milango ya watu kuoana, inaingia kwenye ndoa za watu, lakini inaingia katika milango yote ya fiqhi. Hadithi hii inaingia kwenye milango hiyo. Hadha alhadithi ittafaqa alulama ala sihhatihi, hadithi hii wanawachuoni wameafikiana kwamba ni hadithi ambayo ni sahihi, lakini ni hadithi ambayo inakubalika. Wabihi saddara al-Bukhari kitabahu sahih, na ndio maana Imam Bukhari katika Sahih Bukhari akaianza na hadithi hii, innamal a'malu binniyati, akaiandika hadithi hii. Wa aqamahu maqama al-khutbata lahu, na akaiweka kama vile ni khutba ya kitabu chake, akaiweka kama vile ni ujumbe au khutba ya kitabu chake. Isharatan ila anna kulla amalin la yuradu bihi wajha Allah fahuwa batil, ni ishara ya kwamba matendo yote ambayo mtu anayafanya pasina kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, matendo hayo yatakuwa ni batilin, yatakuwa ni mardudun, la tukbalu indahu, hayatokubalika kwake yeye. Matendo yote anayoyatenda mwanadamu, maadamu sasa hataki radhi za Allah ndani yake, yale matendo yatakuwa ni batil. La thamarata lahu fi dunya wala fil akhirah, hayana matunda mazuri hapa duniani wala hayatakuwa na matunda mazuri kesho akhira. Walihadha qala Abdurrahman ibn Mahdi, Abdurrahman ibn Mahdi aliwahi kusema, law sannaftu kitaba au law sannaftu al-abwaba la ja'altu haditha Umara fi kulli babin. Akasema Abdurrahman ibn Mahdi, laiti ningeweka milango ya kitabu nilichokiandika mimi, nikapangilia ile milango, ningeiweka hadithi hii ya innamal a'malu binniyati katika kila mlango nitakayeuweka, yenyewe iwe ni ya mwanzo. Kila mlango nitakayeuweka, mlango wa fiqhi innamal a'malu binniyati, mlango wa saumu innamal a'malu binniyati, mlango wa tahara innamal a'malu binniyati, mlango labda wa hijama innamal a'malu binniyati, mlango wa bai'u innamal a'malu binniyati, mlango wa kuoa wa talaka innamal a'malu binniyati. Kwamba ningejalia kila mlango nitakayeuweka mimi, ningeijalia hadithi hii ikawa ni ya mwanzo, kwamba innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa, kwamba matendo yote kila mmoja analipwa kutegemea na nia, na kila mmoja atalipwa vile alivyonuia.
Wa anhu annahu qala, na kutoka kwa Abdurrahman ibn Mahdi pia akasema, man arada an yusannifa kitaban, yoyote anayetaka kuandika kitabu, falyabda'u bihadithi innamal a'malu binniyati, yoyote anayetaka kuandika kitabu tunamuhusia aanze na hadithi innamal a'malu binniyati, kwamba matendo yote yanalipwa kutegemeana na nia. Wa hadha alhadithi ahadul ahadithi allati yaduru dini alayhi, na hadithi hii ndiyo hadithi pekee ambayo dini yote ya Uislamu inazunguka kwenye hadithi hii. Na kama tulivyosema kwamba Imamu Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala amesema hii hadithi ni theluthi ya elimu, lakini Imamu Ahmad ibn Hanbali akasema usulul islamu ala thalathati ahadith, misingi ya Kiislamu imekusanywa na hadithi tatu. Misingi yote ya Uislamu ala thalathati ahadith, misingi ya Uislamu iko katika hadithi tatu. Hadithi ya kwanza ni hadithu Umar ibn al-Khattab, innamal a'malu binniyat. Hii imekusanya msingi mkubwa sana wa dini ya Kiislamu. Hadithi ya pili ni hadithi ya Aisha umul mu'minin radhiyallahu ta'ala anha, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddu, atakayezusha jambo katika dini yetu hii, jambo ambalo halipo, atarudishiwa jambo hilo. Wa hadithu Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala an, na hadithi nyingine ni hadithi ya Nu'man ibn Bashir pale aliposema innamal halalu bayyina wa innamal haramu bayyina, innal halala bayyina wa innal harama bayyina wa bainahuma umuru mushtabihat, hakika ya halali iko wazi na haramu iko wazi, imebainika, lakini baina ya halali na haramu kuna mambo yenye shubuha ndani yake ambayo watu wengi la ya'lamuhunna kathiru minan nas, watu wengi hawayajui. Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala akasema juu ya hadithi hii, waqad tawatara naqlu anil a'imma, nukuu nyingi zimefuatana za wanawachuoni na maimamu, fi ta'dhimi qadri hadha alhadith, katika kuiadhimisha hadithi hii. Qala Abu Abdullah yakasema, laisa fi akhbari nabii sallallahu alayhi wasallam shay'un, hakuna katika hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam kitu ambacho ajmaa wa aghna wa akthara faidatan min hadha alhadith, hakuna kilichokusanya wala kilichonufaisha wala chenye faida nyingi kushinda hadithi hii. Waqad ishtamala hadha alhadithi ala fawaid kathira, hadithi hii imeenewa na faida nyingi sana, lidukhuli fi akthari abwab alilm, kwa sababu hadithi hii inaingia katika milango mingi sana ya elimu. Ya tura, angalia, bal kulluha, bali hadithi hii yote inaingia katika milango yote ya elimu. Hadithi hii inaingia katika milango yote ya elimu. Wa aktasiru huna ala thalathati qawaid, mimi nitataja kwa ufupi misingi mitatu juu ya hadithi hii. Nayo ni nini? Yajtami'u fiha kathirun min alhikami wal ahkam, hikma nyingi zinajikusanya kwenye hadithi hii na ahkamu nyingi zinajikusanya kwenye hadithi hii. Alula, hikma ya kwanza na hukumu ya mwanzo, dalla alhadithu ala anna al'amal, hadithi inatufahamisha kwamba matendo yote tunayoyatenda yote, wa in kanat salihah wa ala sunna la tuqbalu illa biniyatin khalisah, matendo yote tunayoyatenda hata kama yawe ni mazuri na yakawa kwenye sunna na tukayatenda kwa unyenyekevu na ikhlas, lakini tukayatenda kwa unyenyekevu lakini tukawa hatuna nia nzuri, hayatokubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya ndo maneno ya Al-Qadhi Fudhail ibn Iyadh rahimahullahu ta'ala, alisema la tuqbalu al-amalu inda Allahi illa idha kana akhlasahu wa aswaba, alisema matendo hayakubaliki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ila mpaka yawe yamepatiwa na yametakaswa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, yawe ni akhlasahu, kwanza yametakaswa, wa aswabahu, na yamepatiwa. Qila ma akhlasahu wa ma aswaba ya Aba Ishaq, akaulizwa yapi yaliyepatiwa na yapi yaliyetakaswa? Qala akhlasahu makana lillah, asema yale yaliyetakaswa ni yale yanayofanywa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala,
wa aswabahu ma kana ala sunna, na yale yaliyopatiwa ni yale ambayo yako katika utaratibu alouweka Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hali hiyo sasa, matendo kama tutayatenda yakawa ni mengi na yakawa ni mazuri, yakawa yanapendeza, na tukayafanya kwa juhudi nzuri na tukayapatia, lakini hatujatakasa nia, hatujaweka nia ndani ya matendo hayo, hayatokubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhalika ayurida al-amila bi'amalihi wajha Allah ta'ala, yatakikana anayetenda matendo atafute radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Wama lam yakun kadhalika, na yale ambayo hayatakikani ndani yake radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa mardudun ghairu maqbul, yale yatakuwa ni yenye kurejeshwa na wala si yenye kukubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yatakuwa ni yenye kurejeshwa wala hayatokubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, wa inma likulli mri'in ma nawa. Ndio maana akasema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kila mmoja atalipwa kwa vile alivyonuia. Wa mathala sallallahu alayhi wasallam bimithalin min alwaqi', Bwana Mtume akaleta mifano ya uhalisia, yubayinu hadha al-amra al-azim, akibainisha hili jambo kubwa kabisa. Wa huwa anna al-muhajirina, kwamba wale muhajirina waliyehama kutoka Maka kwenda Madina, suratuhum dhahira, sura yao iliyekuwa ya dhahiri ilikuwa ni wahida. Wote wamehama kwa ajili ya Allah kwa sura ya dhahiri, ilionyesha kwamba kuna wapo walihama, wote walihama katika sura ya pamoja, wakiwa wanatafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa picha yao ya kawaida ilikuwa ni sura yao ni moja na jambo lao ni moja. Walakini lamma ikhtalafat niyat, lakini zilipotofautiana nia, kana man hajara lillahi wa lirasulihi maqbulul hijra, akawa yule aliyehama kwa ajili ya Allah na mtume wake akakubalika hijra yake, alafu pia vile vile wa maajurun alaiha, na akalipwa kutokana na nia yake. Wa man hajara li ghairi dhalika, na aliyehama pasina nia hiyo ya Allah na mtume wake, min umuri dunia, miongoni mwa mambo ya duniani, kama vile kuhama kwa ajili ya kwenda kutafuta mwanamke, kama vile kuhama kwa ajili ya kwenda kufanya biashara, kama vile kuhama kwa ajili ya kwenda kutafuta mashamba na mengineyo, huyo mtu sasa akawa hajapata chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na huyu anahesabika wakati huo amekuwa ni mushrik. Kwa sababu gani? Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, ana aghna shuraka yani shirki man amila amalan ashraka ma'iya fihi taraktuhu wa sharikahu. Asema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi nimejitosheleza na washirika sihitaji. Yoyote atakayefanya matendo akanishirikisha nami kwenye matendo hayo ndani yake, na muacha yeye na mshirika wake. Ana aghna shuraka yani shirki man amila amalan ashraka ma'iya fihi taraktuhu wa sharikahu, atakayefanya matendo akanishirikisha nami ndani yake, na muacha yeye na mshirika wake. Na imekuja pia vile vile katika hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliposema, inna Allaha la yaqbalu min al-amali illa ma kana khalisan wa butughiya bihi wajha, Allah hakubali matendo mpaka yawe yametakaswa na yametakikanwa ndani yake radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Imekuja pia vile vile rawa al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima, wamepokea Imam Bukhari na Imam Muslim katika sahihi zao mbili, qauluhu sallallahu alayhi wasallama, inna ar-rajula la ya'malu amala ahli al-janna, hakika ya mtu anaweza akatenda matendo miongoni mwa matendo ya watu wa peponi, fima yabdu linnasi wa huwa min ahli nar, katika yale ambayo yanaonekana kwa watu kabisa haya ni matendo ya watu wa peponi, lakini kumbe yeye akawa ni katika watu wa motoni. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama amesimulia hadithi ya mtu mmoja, au imetokea katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna mmoja walipoenda kupigana maswahaba vitani, alipigana sana kwa muda mrefu na akapigana kwa ushujaa mkubwa sana, mpaka wengi katika maswahaba wakasema, hadha rajul, mtu huyu vile anapopigana na vile anapotoa juhudi kubwa, fahuwa min ahli aljanna, huyu atakuwa ni katika watu wa peponi. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, huwa min ahli nari, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ninyi hamjui, huyu ni katika watu wa motoni.
Masahaba walistaajabu sana kuona mtu anatoa juhudi kubwa ya kupigana, amepata majeraha kila kona, amepata majeraha kwenye mwili wake, alafu bwana mtume bado anasema huyu akifa ni katika watu wa motoni. Masahaba ikabidi waanze kumfanyia murakaba, waanze kumchunguza anafanya nini ambayo itampeleka kwenye moto wa Jahannam, ili hali ametoa juhudi kubwa sana katika masala ya kiibada. Baada ya kupata majeraha mengi huyu mtu, usiku walipolala masahaba, huwa ya innu bil alami wal jirahat, yeye akawa analia usiku kwa maumivu ya majeraha ambaye alishayasibu, aliyapata kule vitani. Fajazaa ala nafsihi, akaikasirikia nafsi yake juu ya maumivu anayoyapata. Basi akaenda fa akhadha ghimda saifa, akachukua ncha ya upanga wake, akachukua upanga wake akausimamisha, fimbo ya upanga ikawa chini, ncha ikawa juu, akaingiza akalalia ile ncha ya upanga kwenye kifua chake katikati, ukatoboa upanga wake mpaka ukatokeza mgongoni, akawa amejiua. Masahaba wanaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakimwambia, bwana Mtume, ya Rasulullah, huwa qatala nafsa, ewe Mtume wa Allah, amejiua yule jamaa, qatala nafsahu, ameshajiua. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ama qultu lakum annahu min ahli nari, sikukuambieni kwamba huyu ni katika watu wa motoni? Pamoja na juhudi alizozitoa. Maana yake ni nini? Alifanya juhudi kubwa sana, lakini hakufanya kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Faida ya pili tunayoipata kwenye hadithi hii, anna man amila amalan salihan, yoyote atakayetenda matendo mazuri, muwafiqan lisunna, yale matendo yanaafikiana na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha lam yukhallisu fihi niyatahu, kama hajatakasa nia yake, fa innahu yakunu mushrikan, yule mtu atakuwa ni mushrik. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbi, anasema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika yale aliyopokea kutoka kwa Mola wake, nayo inaitwa ni hadithul qudusi. Anasema, ana aghna shurakai ani shirki, mimi nimejitosheleza na washirika. Man amila amalan, yoyote atakayefanya matendo, yoyote atakayefanya matendo, ashraka maghya fihi, akanishirikisha na mimi ndani yake kwenye matendo yale, taraktuhu wa sharikahu, nitamwacha yeye wa shirkahu, na mshirika wake. Lakini pia wayubtilu bidhalika amalu, matendo yake yatakuwa yameporomoka, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura, tumekwisha kutangulizieni yale yote mliokuwa mkiyafanya miongoni mwa matendo, tukajalia kuwa ni mavumbi yenye kupeperuka. Wa in kana dhahiruhu khairan, hata kama itaonekana dhahiri yake anavyotenda ni kheri, walam yakul lahu minhu illa nasabun wa ta'abun, atakuwa hajapata zaidi ya kuambulia, kuteseka kuyafanya yale matendo na kutaabika katika kuyatenda yale matendo. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, amilatun nasiba tasla naran hamia, pamoja na kutenda yale matendo mazuri, lakini wataingia katika moto wa Jahannam, moto ambao umekwisha kokwa tayari. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa faida za hadithi innamal a'malu binniyati, tunasema binniya tutamayazu alibadati ba'daha min ba'dhi, kupitia nia zinaweza zikatofautishwa au tunaweza kutofautisha ibada baadhi yake kwa baadhi nyingine, kwa sababu watu wanaweza wakafanya ibada kwa pamoja, wamefunga wote kwa pamoja kuanzia asubuhi mpaka jioni, lakini nia zikatofautiana. Mwingine akafunga kwa ajili ya kutafuta afya ya maradhi yake, ameambiwa na daktari acha kula kwa sababu ya kuangalia afya yako. Mwingine atafunga kwa sababu ya kufanya ibada lililoamrishwa ili apate thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo nia zitatofautiana. Aliyefunga kwa ajili ya Allah atapata thawabu, aliyefunga kwa ajili ya afya atapata afya, lakini hatopata upande wa thawabu. Tunaenda kuswali msikitini, tunajipanga safu moja, tunasimama mpaka tunatoa salamu, lakini mmoja ameswali kwa ajili ya ria na mwingine ameswali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nia zao zinatofautiana. Mmoja ameswali kwa sababu alienda akaibe viatu ya Waislamu, lakini akashindwa namna ya kuvichukua atoke, pengine akakuta watu wanamtizama, basi akaamua kusimama kwenye safu na mwenyewe akaswali akiwa anavizia watu
waghafilike aweze kuwaibia, atakuwa hajapata chochote, kwa sababu yeye hakuna alichokiendea zaidi ya wizi wa viatu msikitini. Kwa hiyo nia ndio inaweza ikatofautisha matendo yetu ya kiada na ya kitabia na ya kiibada pia vile vile. Nia ndio inaweza ikatofautishia. Na hili wa inkana surataha fil fi'li wahida, hata kama picha yake itaonekana tunavyofanya, picha yake ni moja. Sote tumefunga, lakini mmoja amefunga kwa ajili ya Allah, mmoja amefunga kwa ajili ya kutafutia afya kwenye mwili wake, kwa ajili ya kuondosha maradhi kwenye mwili wake. Sote tumeenda kuswali, mmoja ameswali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, mmoja ameswali kwa ajili ya kwenda kunyoosha mgongo anapokuwa katika tahiyatu na katika sijida. Hapa tunatofautiana katika nia, pamoja na kwamba sote tumeingia katika swala na tumetekeleza ibada ya swala. Watatamayazu al-ibadati anil adati, na inatofautisha nia baina ya ibada na mazoea. Wa yakhtalifu al-hukmu bi ikhtilafihima, na hukumu zitatofautiana kwa kutofautiana yale mazoea. Lidhan faman ightasala yanwi bidhalika at-tabarrudi, yoyote atakayeoga akiwa ananuia kujiburudisha mwili wake, kujitia ubaridi, pengine ni wakati wa joto sana, akaamua kuoga ili kutia ubaridi kwenye mwili. An ghuslil janaba, akaacha kuoga janaba mathalan, mfano. Wa man amsaka anil mufattirati yawman, na yule atakayejizuilia akawa hajala vile ambavyo vinaweza kumfunguza siku nzima, lakini nia yake sio kufunga, nia yake ni kwa ajili ya kulinda afya yake. Hawa wote wanatofautiana katika nia. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, ili kusudi Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutulipa malipo yaliyo makubwa, hapana budi pia vile vile turejee katika kutengeneza nia zetu. Hakika innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Nikukaribisheni kwa mara nyingine katika TV yetu pendwa Mahasin TV, ili uweze pata kujua wema wa Uislamu, na mahala popote inapatikana Mahasin TV inakuletea Uislamu wako kwa ujumbe uliye sahihi na uliye maridhawa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.